Hauwezi kujua Kiingereza chote. Kinachokufanya ushindwe kuongea sio kutokujua Kiingereza chote, bali ni confidence yako. Na unaweza kufikiri kwamba confidence inapatikana kwa kujua vocabulary nyingi. Ila tunaona watu wengi wanaelewa mwingine akiongea, ila wao wanashindwa kujibu, na inamaanisha vocabulary wanazo hadi kuelewa hizo sentensi. So video hii ni kwa wewe ambaye mtu akiongea unamuelewa kiasi kizuri, ila unashindwa kujibu. Na pia kwa yule ambaye hajui kabisa, huu ushauri utakuja kukusaidia hivi karibuni ukiwa unajifunza Kiingereza. Nianze na story. Confidence ni kitu cha ajabu sana. Kipindi mimi najifunza kuendesha gari nikiwa na mwalimu, nilikuwa najiamini sana. Na baada ya kununua gari kwa mara ya kwanza na kuendesha peke yangu, confidence yangu ya kujiamini barabarani ilikuwa ndogo. Siku moja nipo naendesha kwenye njia ambayo barabara 4 zinakutana. Niliogopa sana, maana sikujua nawezaje kuforce kuingia katika ile barabara kuu. Nikaanza kujiambia, natamani ningekuwa najiamini barabarani kama hawa madereva lori. Lakini kila siku niliendesha hivyo hivyo kwa uoga, na niseme ukweli, niligonga gari mara 2 ukutani nilivyokuwa nikipaki gari nyumbani nikireverse. Na sikuacha kuendesha kwa kuwa eti nimepata ajali, japo niliingia gharama za kila siku za kurekebisha bodi ya gari. Kila nilipokuwa nakosea nilipata funzo na confidence ilipanda. Baada ya kupitia changamoto nyingi nilipata confidence, na hadi leo naweza kuendesha vizuri kabisa. So kwenye hii story yangu tunaweza kujifunza namna za kujenga confidence katika kuongea Kiingereza kutokana na mimi kujenga confidence katika kuendesha gari. Sharti namba 1 ni majaribio au mazoezi yasiyo na kikomo. Kama mimi nilivyolazimika kuendesha gari kwa uoga, hivyo hivyo na wewe lazima uongee kila siku. Na kama huna wa kuongea naye, jiunge group letu linaloanza kila mwezi la kufanya mazoezi ya kuongea. Anza kidogo kidogo, changanya Kiingereza na Kiswahili hadi pale ambapo utakapoweza. Kitu cha pili, jijue ubora wako na madhaifu yako. Kama mimi, baada ya kujua nina madhaifu sana katika kupaki gari, hasa nikiwa na reverse au narudi nyuma, nilikuwa nikienda kwa umakini sana. Na wewe inabidi utambue na uandike maneno yanayokupa shida kutamka kwa ulimi. Itakusaidia kujua neno lipi upunguze speed kabla hujalitaja, na neno lipi uwe makini nalo. Na namba 3, ondoa hofu. Inabidi utambue kinachokupa hofu na ukifanye sana ili kuiondoa. So kama mimi nilivyoondoa hofu kwa kuendesha sana, wewe pia utaondoa hofu ya Kiingereza kwa kulazimika kuongea katika mazingira unayoogopa sana. Anza kuongea Kiingereza ofisini, darasani, nyumbani, popote panapokutia hofu. Niandikie kwenye comments hofu yako kubwa ya Kiingereza ya kuongea huwa ni ukiwa wapi. Kitu namba 4, jiandae. Kama mimi, kwa sababu nilikuwa na uoga wa kuendesha, kila siku nilihakikisha gari lipo sawa kila kona kabla ya kuanza safari. Nawe pia hakikisha unajua vile vitu vya msingi katika Kiingereza kabla hujaanza kuongea. Usiende kutoa speech ya Kiingereza, kuongea Kiingereza mbele za watu kabla hujajua matamshi ya maneno magumu yanayokusumbua. Pia jua namna ya kusalimia watu, jua namna ya kuomba kitu, jua namna ya kuomba radhi, namna ya kuaga na kadhalika, vile vitu vyote vya msingi. Pia jiandae kwa kujiunga darasa za online kujifunza kuongea mada tofauti tofauti. Na katika darasa zetu tunakupa mazoezi ya kuongea mada tofauti tofauti kama biashara, ajira, mapishi, ili kukuandaa ili kuongea katika mazingira tofauti. Jiunge kwa kunicheki WhatsApp. Pia tutajifunza vitu kama matamshi na vocabulary, na pia tutajifunza tenses. Mwisho, huwezi kuamini, ila kuna wanafunzi inawachukua mwezi mmoja tu kujenga confidence ya kuongea na kuondoa uoga wa kuongea Kiingereza. So kama ukifuata huu ushauri wangu, utakuwa miongoni mwa hao wanafunzi. Naitwa Hassan, jiunge na kozi yetu ya kuboresha confidence, upate mazoezi mengi ya kuboresha uongeaji wako. Tuonane katika video ijayo. Niambie unaangalia hii video kutoka wapi.